Hello, mambo vipi? This is Toremo TV. Make sure una subscribe, una follow na ushare. Leo tuko na mrembo hapa, mgeni wetu ambaye amekuja kutembelea hapa Toremo TV. Ningependa tumuuliza moja mbili. Mambo mrembo? Shwari. Uko poa? Niko barida. Unaitwa nani? Naitwa Demi. Demi, jina lingine tamu sana, anaitwa Demi, mtoto sunyenye. Home ni wapi mrembo? Home ni Kongowea, Mombasa. Kongowea, Mombasa. Yeah. Nasikia warembo wa Mombasa wako watamu sana. Is it true or not? Kwa kweli sijajua, lakini kusema ukweli tuko vizuri. Mko vizuri. Tuko fully. Mapenzi mnajua kuitambua, kuifanyisha. Shwari kabisa. Fully, yani burda. Boyfriend wako amekuambia amesikia vizuri ama kukushukuru baada ya kumdate ama baada ya kukua naye maybe slip off akamwambia asante sana mrembo wangu? Yeah, amewahi. Ni kitu gani amekuambia? Sema tu. Sasa wewe si ni mambo ya ndani ndugu yangu. Niambie tu ile kitu ile boyfriend wako kukuambia after kukudate, ile yenye ilikushika roho kama mrembo. Ni wale warembo wengine pia wasikie, wajue jinsi ya kuongelesha bwana, Okay. Mimi kwa kweli yeye mostly hunitext akiniambia nakupenda, na enjoy nikiwa na wewe. Niko free, yani yuko free kila wakati akiwa na mimi. Wow. Boyfriend wa huyu mrembo, upongezi sana, huyu mrembo anakupenda na amesema ukweli, wewe unamwambianga mambo mazuri. So ungependa kuambia nini wale warembo wako single maybe? Wale wako single. Fungua roho mrembo. Wale kwa single kwa kweli mimi nimekuwa ghetto na nimeona mambo mengi. Kwa wale mliokuwa single, siwezi washauri muingie kwa mahusiano, maana pia mahusiano yana challenge zake. Lakini kama uko single you keep it up, kama una date pia keep it up. Ni nini imewahi kufanya kwa mahusiano mpaka ukasikia uchungu sana ukasema mimi mahusiano afadhali ikae? Ukaamua tu ama ikae, ni nini imewahi kufanyikia mrembo? Fungua roho tu. Kuna wakati nilikuwa nimeolewa, ama niseme kuna wakati nilikuwa na chali, nilikuwa naishi naye. Maisha yalikuwa fully barida, kila kitu kilikuwa shwari. Lakini shida ya wanaume hufake, alikuwa ana fake. Alikuwa ana fake maisha. Ana fake maisha. Unamaanishaje akisema kufake? Kwa sababu kuna kufake ni ile mtu anakupenda lakini hakupendi. Amna, alikuwa ana fake kihela. Anataka akae nyumba ya juu ya gari wakati hana chochote ndani ya nyumba. Yani yani anajiweka maisha ya juu lakini hana chochote. Hamna chochote ndani ya nyumba. Sasa unashangaa nyumba mnayokaa ni bei ghali. Alafu kija ukiangalia hamna kitu, hamna, yani ipo tu, ni kama ieleweki. What? But kwa kweli mapenzi nilikuwa nimempenda ndio. Lakini tulivyokuja kuachana ilikuwa weird somehow. Hiyo ni the story of another day. Okay, so unasema kenye ilikuuma sana huyu boyfriend alikuja akafake maisha, anakuweka maisha ya juu na kumbe hana kitu. Alafu pia uongo mwingi. Kwa kweli sipendi kuongopewa. Inauma sana ukipata mwanaume anakudanganya ama anakuongopea ama ana fake. So wanaume pale, kama wewe una gas pika na jiko, kama una jiko pika na stove. Waacha kudanganya watu kuna gas na uwezi kuirefill gas. Si unamaanisha hivyo? Okay, so mrembo, mimi nimefurahi sana kukutana na wewe leo. Na mimi ningependa side tuingie ndani, tuingie deep kidogo. Bado unakumbuka boyfriend mwenye alikudate mara kwanza? Ndio namkumbuka. Wow, ni nini unakumbuka kwake? Na maybe kukutana naye unasamwambia nini? Mimi hakuna ninachokumbuka kwake, lakini nikimuona huwa namsalimia. Salamu tu? Hamna chuki. Mbona chuki? Pongezi sana. Huku nje madada wanachukia sana ma ex wao. Unapata dada anasata mwekee sumu ex wake. So pongezi sana kwa sababu wewe unasema unamsalimia na uwezi mchukia. Niko na swali lingine mrembo. Kuna hawa warembo, unapata mrembo kama apewi pesa ya kutengeneza nywele, kama upewi pesa ya kununua chips, kununua chakula ya bei ghali, unapata amedharau boyfriend wake, anamwacha, anasema huyu mwanaume ni stingy. Wewe unachukuliaje warembo kama hawa? Mwanamke ni kujituma. Jitume, jitegemee. Kimimi nasema pesa yangu fully barida, naitumia vyovyote venye nataka na enjoy, maana ni yangu. Mimi sitegemei pesa mwanamume, mimi nachuma nijilishe, nijipendezeshe mwenyewe. Kwa hivyo yeye pia achume ajipendezeshe, asitegemee mwanamume. Maana okay,
kuna msemo pia umesema sio eti anayekupenda atakuoa, ama si eti mkipendana mtaoana, hapana. Mtapendana na mtaachana, utaolewa na yeye ataoa mwingine. So unamaanisha wewe sasa huwa uitishi baby boyfriend wako nguo ya ndani, unajinunulia mwenyewe? Toka nimeanza kuwa kwa mahusiano, sijaomba mwanamume pesa. Na kama yuko ambaye ni muomba ajitokeze aseme nimewahi kabisa na mdomo wake. Kabisa. Yeah. Hujaomba pesa kabisa? Sina huo muda. Muda wenyewe niko nao ni wa kutafuta, ni wa kufanya kazi, nitafute pesa. Wow, sasa unatibijishanga aje kama huyu ni mume wako, kama unataka akunulie kitu? Kwa sababu unajua wasichana wanasema I want to prove my man if he truly love me. Mimi huwa si prove ndugu yangu. Si prove. Wewe ukiwa unanipenda nipende tu, lakini ujue pesa yako mimi sitakuomba. Hauna haja na pesa ya mwanaume? Sina haja na pesa yake. Maisha yako ni bora akupe mapenzi. Yeah, na pia hata mapenzi ufika wakati nikaona ni sio lazima. Yeah, naona tu sio lazima nikae na mtu, sio na mwana kaa kivyangu na kazi. Mimi kazi, nyumba, hivyo tu. Okay, swali ya tatu ningependa kuuliza, unajua mademo wanasemanga ati kuna wanaume wanaendanga 2 minutes, 3 minutes, alafu kuna wengine wanasema mwanaume mzuri anaenda 1 hour. Maybe wewe sasa ungependa mwanaume aende masaa mangapi ama dakika ngapi maybe ukimdate, ili wasichana wengine wajue mwanaume perfect huwa anafaa kwenda masaa mangapi? Kweli hapo kuna challenge. Aje sasa. Wajua pia kila mwanamke ana style yake anayopenda. Kunao wanapenda haraka haraka, kunao wanaopenda polepole, kunao wanapenda katikati, sio haraka na sio polepole. Kila mtu ako na style yake. Yeah, sasa kumaanisha kama ni haraka obvious ujue hiyo ni dakika kidogo. Na kama ni polepole hayo ni masani, kama ni dakika nyingi. Na kama ni hiyo katikati pia inalingana na venye mtu wako, kama yuko vizuri, yuko fresh. Yaani inalingana na uwezo ile jamaa. So kiwewe sasa ungependa mwanaume mwenye anakudate achukue muda gani maybe katika tendo la ndoa? Wewe. Siko ubaya mrembo, fungua roho. Kimimi mwanamume last for 1 hour, ama let me say more than 30 minutes. More than 30 minutes. Yeah. That's a perfect man. Yeah. Huyo ndio anafaa kuitwa mwanaume sasa. Yeah, more than 30 minutes. Kwa hiyo wanaume wale wa below 29 minutes, nyinyi ni bure kabisa. Nyinyi sio wanaume, my friend. Kula njuku, kula mkombero. Tuendelee kidogo. So hapo sasa hiyo ni ya first round. Second round 1 hour. 1 hour. Yeah. Third round au kuna kusiendelea. So tuseme kuna ile specific rounds. Mwanaume anafaa kuenda shot gapi kwa mwanaume katika tendo la ndoa? Mimi kimimi kulingana na mimi venye huwa na amacha niseme kulingana na venye mimi huwa napenda. Mimi huwa naenda tu once. Yeah. Pongezi dadangu, pongezi. Only once. Just once. Only once. Ambapo hiyo once is more than 1 hour. Obvious after 1 hour nimeridhika, ama kwani ni machine mimi? Hapo sasa. Mimi si machine. Akiwa tumekaa na yeye for more than 1 hour ameridhisha, alafu mimi barida na shwari. Hala? Mbona fully naendelea na vitu venye nafaa kufanya? Sitashindia hicho kitu manake. Kwa wale warembo mnasemanga tunataka mwanaume mwenye anakaa 3 hours anapiga 4 shots 10 rounds. Hiyo sasa mmeambiwa ukweli. Mwanaume kama amepiga 1 hour, unasumbua yeye ya nini? Patia mwanaume at least 1 round na imalize 1 hour, kama vile msichana wetu anatuambia hapa ukweli. Hiyo inathibitisha kwamba unampenda ule mtu. Lakini ukimwambia apige 3 hours, hiyo ni kama unamtesa, si ndio? Yeah, hiyo ni kumtesa na kumuumiza, maana yule pia si machine. Si machine. Yeah, yeye ni mwanadamu bwana. Yatumia, yani mwili wake ni damu, unatumia damu, utumii mafuta. Unaona mrembo vile anaongea na mnasikia sauti ya mtoto vile anaongea. Huyu sasa msichana anatoka Mombasa. Huyu ni mrembo ya Kikost. Huyu amekula kitu inaitwa nasi. Nasi. Unajua kuna vitu chakula aina mingi hapa Mombasa. Kuna matobosha, kuna nasi, kuna mbirimbi, kuna chiriku, kuna mbiringanya, kuna viazi karai. So chakula gani kingine unapenda? Mimi napenda sima na mrenda. Sima na mrenda. Hapa ukosi uko na damu ya Kibaluya, si ndio? Hapana, mbona mimi ni pure Mijikenda bwana. Wewe ni pure Mijikenda? Mijikenda inamaanisha nini? Okay, Mijitisa. Mijitisa. Yeah. So hiyo ni kabila, yani tuseme wale some of tribe in coastal region. Yeah.
Hao ndio wanaitwa Mijikenda. Mm. Now my date maybe kabla ya ingine tofauti kando na wale wanaume wa Coast. Sijai date Mcoast. Wote ni wa another counties. Yeah. Congratulations, inaonekana wewe ni mtu ambaye uko na vision, na wewe ni mtu unataka mtu ambaye yani upendi kukua mtu ambaye uko personal. Mhm. Wewe uko kama Eve, unajua Eve nasikia alidate ule Hawa mwenye mwanamke wa kwanza duniani, alidate Mjaluo. Hapo sijawahi sikia, lakini sidhani. Unajua Wajaluo wana masifa mengi sana. Kweli? Yeah, hiyo najua mimi. Sifa ya kwanza. Sifa ya kwanza ya Mjaluo. Faking life. Faking life. Sifa ya pili. Sifa ya pili. Kujisikia. Kujisikia Wajaluo. Sifa ya tatu. Jeuri. Yani acha nisiwaingilie sana. Sije wakanilipukia. Yeah. So Wajaluo kwa ufupi faking life, kujisifu na ujeuri. So na kabla nyingine gani unajua hapa Kenya wanaume wako na kiburi sana? The Luyas. Luyas. Yeah. Mundu ingoho. Watu wa kuku, wale watu ambao wanafanya kuku bibi na bado kuku ni chakula. Leo mmepatikana. Hao Waluya wana shida gani? Waluya wanajua kupenda ndio. Lakini sasa ikifika kwa kiburi. Waluya wana kiburi. Kiburi kibao. Sana. Wachonyi the same like Luos, masifa hivi, faking, kujisifia. Okay, mimi sitasema eti only hizi tribes zingine, naingilia nitaongelea mpaka tribes zetu, tribe yetu. Yes. Chonyi men wako na tabia nyingine weird sana. Msiende angalieni hapa Wachonyi, Chonyi men's in Coast region. Yeah, Chonyi. Wako na tabia gani hao watu? Chonyi, okay. In short, yani Coast yote. Hiyo tribe yote ya Coast. Ni pesa bwana. Wakishika pesa, madharau. Yeah, madharau na kujisikia. Pesa huisha. Kwa nini hawajui hiyo? Sasa hiyo sijajua, lakini hiyo show off hiyo pia wako nayo sana. Okay, tumeshukuru sana kwa kuwa na huyu mrembo. Next time tutakuwa na wewe tena, na tumeshukuru sana leo kukubali kuja kwa mwaliko wetu ya Toremo TV. Next time tutakualika, utakuja? Yeah. Utakuja sio? Yeah, nitakuja. So unapenda kuambia nini watu wangu, mafans wangu wa Toremo TV? Waambie kitu tu, advice ya kimaisha. Alafu angalia kamera kidogo. Okay. Mafans wa Toremo TV. Right. Toremo TV. Okay. Mafans wa Toremo, mimi niseme nawapenda, nawajali, nawatakia mema, Mungu awabariki, and again in this life sana kwa madem focus. Wewe ina focus sana mbele, and kwa wanaume tafuta pesa bro. Wanawake watakuita shemegi. Hiyo kitu ndio nilikuwa naongoja. Tafuta pesa, wanawake watakuita shemegi. Kwa hiyo bila pesa mwanaume ni bonza. Bila pesa wewe ni tambara ama zumbukuku tu. Wanaume watafuta pesa. Wanaume tafuta pesa, wanawake watakuita shemegi. Haki ya Mungu. Hiyo ndio neno la siku ya leo. So kwa heri, tumefurahi sana. Welcome again Toremo TV, na Mungu akubariki. Guys, follow Toremo, subscribe hapo kwa YouTube, na mungoje more entertainment videos inakuja.